Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. So ninavyokuja kwenye swala la mke wa Said Fella, yeye alikuwa mpokeaji tu, lakini hakujua madhambi na ukatili mkubwa alioufanywa kwa wasanii wa Tanzania. Na alijiaminisha hata kwenye CCM, kwenye serikali, kama yeye ni muinua wasanii. Na sio yeye, wako wengi, na ndio maana kuna interview nishafanya, mmebaki kama 6. Baada ya kina Ruge na wengine mnakufa taratibu. Mmebaki kama 6. Na mimi Said Fella kujua yuko hoi kitandani, hawezi hata kuongea, hata ukienda kumtembelea hawezi kukumbuka, nilikuwa najua. Hata nyinyi Bongo 24 mlikuwa mnajua, lakini ilikuwa imefanywa kama siri. Lakini kwa sababu mke wake leo jana kazungumza, ndio maana hapa nazungumza. Amehangaika India wapi hajapona. Wamemrudisha Temeke, yuko ndani. Ndio maana kushiriki hata kugombea udiwani kama alivyokuwa. Shanaelewa. Leo mke unajitokeza hadharani kulaumu watu aliwasaidia, wao hawataki kumsaidia. Wewe hujui wanaume TMK wana machungu gani na huyo mume wako aliwadhulumu kiasi gani? Huyo mume wako unajua ni wasanii wangapi kawazima na genge lake la wazimaji, majizi, mafisadi kwenye muziki. Kuna watu TikTok connection, wakina Zedi Anton, wakina Keisha, huyo wasanii wakina Mbidogi, wale wote wanalia mpaka leo. Wanalia machozi. Kuna mtu analia machozi ya machoni na ya moyoni. Machozi ya damu haya. Machozi ya damu ya moyoni, afu kuna machozi ya maji ya machoni. Wanalia Zedi Anton amezulumiwa sana na watu. Yeye na huyo Babu Tale. Kina Zedi Anton, kina Keisha, wote wasanii waliokuwa TMK, walikuwepo wasanii TikTok connection. Kuna watu kama Juma Nature alishazulumiwa sana, ndio akatoka akaanzisha TMK halisi, mpaka akaimba wimbo Ndege Tunduni. Uongo kweli? Alikuwa anamuimba nani? Sio Said Fella. Sasa mwanamke unakuja tu unaanza kusema aliwasaidia. Yeye alikuwa anakudanganya kitandani, lakini yeye alikuwa mwizi, dhulumati, katili. Na mbinu zote za wizi, ushetani yote hawa walirithi kwa Ruge, yeye na Babu Tale. Kwa sababu muulize mtu yoyote aliyekuwa Clouds, ikiwa kitega uchumi Posta, wale walikuwa wanashinda Clouds mle ndani, wasanii wote malegend aliwaulize. Ukifika tu Clouds unakuta wale ndio walikuwa wanatuma na Ruge, nenda kwa Wahindi kachukua hela fulani, nenda huko nenda huko. Kwa hiyo wizi mwalimu wao au profesa wao ni Ruge. Ruge huyo huko. Sijui anasota wapi. Na wengine sijui mnasota wapi. Israeli alishapita kama upepo na roho zenu. Sasa wamebaki kama 6. Watch wabaki. Mwenzenu sasa yuko kitandani. Hata Mheshimiwa Temba sasa hivi aende kumtembea Said Fella, mkumbuke kama ni Mheshimiwa Temba. Juma Nature hata aende mkumbuke. Huyo ndio Mwenyezi Mungu. Mlifanya redio zote kubwa, TV zote kubwa, nyinyi ndio wababe. Mkisema hawa wasikike hawa wasisikike, yani ndio nyinyi mnajifanya. Hakuna dola inayotawala milele, kila siku wanasema. Hakuna dola inayotawala milele. Dola pekee inayotawala milele ni Mwenyezi Mungu, Yesu Kristo, Mtume Muhammad na Roho Mtakatifu. Ndio dola. Na watu waga wanasema dunia iko mwisho. Dunia haiko mwisho. Binadamu ndio tuko mwisho. Dunia haiwezi kuwa na mwisho kwa sababu Mwenyezi Mungu Baba aliyeiumba hana mwisho. Ushanaelewa? Kwa hiyo jamaa, kuna kipindi nilikuwa nafuatilia sana bunge. Ile Chadema ya moto. Baba Desambulu alikuwa marehemu, rest in peace, alikuwa mbunge wa Moshi vijiji mjini. Hapa Sugu, hapa Limamde, hapa Istablaya, hapa Lisu, hapa Mboe, hapa nani, ushanaelewa, Mnyika, nani, ushanaelewa, Msigwa, Chadema ya moto. Kwa hiyo ile bunge ilikuwa alinipita. Sasa nilikuwa nimetoka sijui wapi, nikawa Sengerema. Nilikuwa loji moja hivi asubuhi, nikaamka nikaambia waniwashie TV pale nje. Kadeka nikawa nasikiza bunge. Nilimuona Januari Makamba. Bunge sasa Sugu ndo ana complain wasanii wanadhulumiwa nini bungeni. Sawa. Kipindi hicho Ruge anashtakiwa mahakamani na Lady JD, yani Lady JD kadhulumiwa na nani? Na Ruge. Kesi iko mahakamani. Lakini
Walitumia mbinu wanazozijua, Lady JD akashindwa ile kesi. Kwa hiyo haki yake akufanya nini? Akupata. Wakashangilia, wakacelebrate kwa sababu wako wengi. Januari Makamba alisimama bungeni, anakumbuka. Kwa sababu hata kaka zake, wadogo zake mimi nakuaga nao Januari Makamba. Kwa hiyo sina beef na Januari Makamba, kwa hiyo naongea alichokiongea bungeni. Januari Makamba alisimama bungeni akasema, unajua wasanii mheshimiwa Spika hawana shukrani. Clouds inawainua, alafu mwisho wa siku wanasema wanadhulumiwa. Bila Clouds hawezi kupata umaarufu huo walionao. Nilicheka sana. Kasema huyu ni waziri kweli? Yaani unaongea tu, ujui hao jamaa wanatumia mbinu gani? Kwa hiyo Januari Makamba alilopoka tu bungeni. Kwa sababu gani? Unapokuja kusema kwani radio ni moja tu, kwani TV ni moja tu Clouds, peleka nyimbo zako East Africa, peleka nyimbo zako TBC, peleka nyimbo zako EFM, peleka nyimbo zako Radio Free Africa wakakupigie. Kwa nini mnaishambulia tu Clouds? Januari Makamba nakwambia ulikuwa hujui system. Lugha na wenzake, radio zote Tanzania walikuwa wamezishika hapa, na walishika vipindi vya Bongo Flava tu. Kwa hiyo hata wewe anko ukiwa radio yote, hata East Africa radio, uwe kwenye Planet Bongo leo na wenzako pale, lugha lazima aunde urafiki na nyinyi, na anakuwa anawapa posho, na anawaletea CD ya nyimbo za kupiga. Kwa hiyo mnakuwa mnapiga nyimbo ambazo wanataka Clouds za wasanii wao. Alafu hapo mnaambiwa msimcheze Dudubaya, msimcheze 20%, msimcheze fulani, kwa sababu hatuelewani nao. Umeelewa sasa? Radio za Mwanza, Radio Free Africa walikuwa na Kid Boy Tetemesha Records, kipindi cha Showtime saa 8 hadi saa 10. Sasa hivi yuko Clouds ndani mle, ila sio mtangazaji. Kipindi cha Afrobeat Kiss FM alikuwepo DJ Maris na D7. Sasa hivi D7 ni marehemu, sijui naye anapumulia wapi. Wale ndio walikuwa maagent wa Clouds kwa kanda ya Ziwa. Unaelewa? Kuna huyo mnayemsikia kwenye 245 XXL anajiita DJ Askof TZA. Sawa? Huyo alikuwa Pride FM ya Mtwara. Ndio baadaye akatolewa Mtwara, ndio akaletwa pale. Kwa hiyo walikuwa na utaratibu kipindi cha CD. Kama wewe hivi unatumia huko labda Ibo ni FM Iringa, wanakuletea CD na nyimbo 20. Collection hiyo ya wasanii wao. Ndio wanakuambia nyimbo za kupiga ni hizi na hizi na hizi. Hapa Dudubaya sikike, fulani asisikike, Lady JD asisikike. Na top 10 wanakupangia. Top 20 wanakupangia. Alafu hapo unagewa 100,000. Ndio radio zote za mikoani wamekuwa wakitumika hivyo. So ndo hapo na mcrash Januari Makamba ulikuwa unaongea bila kujua, kusema kwamba eti kwamba kwani radio ni Clouds tu, wakati radio zote wameziweka kiganjani, na mabosi wa hizo radio zote iwe mikoani hawajui hicho kitu. Na ndio maana ulikuwa unasikia kama nyimbo ikichezwa Clouds ndio ichezwe na radio zingine zote. Kama ichezi Clouds haiwezi kuchezwa na. Kwa hiyo ndio utaratibu hawa majizi ndio system yao. Ndio maana mimi naambiaga nyinyi hamuwezi kuniweza, sababu najua idadi yenu, sura zenu, majina yenu, mpaka mbinu zenu na silaha zenu. Haya nao yaongea wasanii wote hawajui. Ndio bado waga wakizimwa mwezi mmoja amepotea. Okay, anko tukirejea katika hii issue ya Mkubwa, kwa sababu tumeona akitajwa Diamond kwamba apokee simu, alishiriki mara kwanza kusaidia, lakini mwisho siku sasa hivi apokee simu, lakini msanii pekee ambaye ana support ile jambo ni Mbosso. Hili nalo pia tunaizungumzia jangu. Hilo swala la mimi mwenyewe kwanza imenishangaza kwa Diamond kuingia mitini, kwa sababu amekuwa ni moja wa manager zake. Sababu Babu Tale, Said Fera, Salamu SK manager zake. Sasa kama msanii wako anaingia mitini unategemea nini? Na huyo Salamu SK kaingia mitini unategemea nini? Babu Tale ni mbunge kaingia mitini unategemea nini? Wasanii wa Wasafi wote waliokuwa Wasafi, wakina Rayvanny, wakina nani wote, nani wakina Zuchu, nani wote wameingia mitini. Unategemea nini? Kuna vitu vibaya uliwafanyia, ila wewe unajua unapofanya ubaya, unajua binadamu, mimi naweza nikakudhulumu wewe sasa hivi nikafly, ikapita miaka hata 20,
mimi nikija kudhulumiwa na mtu mwingine, Mwenyezi Mungu mlani huyu jamaa atafe kabisa, mimi nimesahau na wewe ni faridi. Kwa hiyo yeye, ndio maana nikasema Said Fella hawezi kuongea. Mke wake anaongea bila kujua unyama na ukatili aliokuwa anauishi Said Fella. Unaelewa? Mimi nikikwambia kabisa ukweli, Wasafi Festival mimi nimefanya 2018-19 na wajua vizuri. Ilikuwa wasanii wa Wasafi, hata mkiuliza, yani unajua madogo ni waoga tu kuongea, lakini kiukweli wasanii wa Wasafi walikuwa tukizunguka nao mikoa yote Wasafi Festival, walikuwa walipe hela ya show, sababu ni wadaiwa, wanadaiwa hela za video, sui audio, sui, yani kila kitu. Huyu kapangishwa nyumba Mbezi sui wapi, anadaiwa hiyo kodi. Kakopeshwa gari, anadaiwa sui ni. Kwa hiyo show wanapiga kulipa madeni. Hela waliokuwa wanagewa ni per diem. Unajua per diem? Ile hela ya kula kwa siku. Hela unagewa per diem kwa sababu mnafika, labda show ni Jumamosi, labda Iringa Jumamosi, mnafika Ijumaa. Jumamosi show, Jumapili mnarudi da. Kwa hiyo unagewa hiyo hela ya kula siku 3. Pa kulala hotelini wanalipa wao. Kwa hiyo hela ndio ya kinywaji na chakula 3 days. Kwa hiyo ndio hela walikuwa wanagewa. Hakuna hela ya kwamba eti kwamba umepiga show sasa milioni 10 ya Harmonize hapa sio Rayvanny, hakuna. Ila watoto hawezi kuongea kwa sababu bado ni waoga. Sasa ukija kusema watoto sasa hivi hawaje kukusaidia, ndio mke wake ajue kwamba mlikuwa mnazungusha watoto wa Wasafi Festival, mnawapa hela kula tu, hamwalipi hela kazi. Kwa walikuwa wanaishi kwa madeni, na wewe ni mmoja wao watu. Aslay leo anaweza akaenda kumtembelea wale walivyomuua kimziki Aslay. Kweli hata unaweza kaenda? Mimi nisikia sasa Said Fella afe kweli, ninyanyue mguu wangu hapa Bali Beach kwenda kumzika yule? Mimi Duduba Mamba niende? Siwezi. You bad, I'm bad. You good, I'm good. You need me, I need you too. You don't need me, I don't need you too. This is life. Sababu ni kumbusha yangu, 99.9 ya wasanii tumetoka familia maskini. 99.9 familia maskini. Kwa mimi ninapopata kitu, mamangu ndo anakula, babangu ndo anakula, watoto wangu wanaenda shule, wadogo zangu wananitegemea na wahudumia. Unaponiua mimi kwenye mziki, umewaua ile cheni yote. Hiyo ni dhambi mbaya sana. Na manunuko yangu mimi na wale ndugu zangu nikiwaambia, yote yanakuwa juu yako. Sio, umeshaelewa vizuri? Unamuua Slay, alikuwa anatoa ngoma back to back. Kuna ili genge wamemuua 20%. Uongo kweli? Wameua kina Bidogi, wakina Zedi Anthony. Cheni kubwa ya wasanii mnayua nyinyi, mnajifanya wababe. Sisi ndio tunamiliki radio, sisi ndio tuna majukwaa, sisi ndio tuna muziki, sisi ndio tuna matamasha. Mbona hizo hela mnazozipata, mbona mnashindwa kunyanyuka? Na niliwaambiaga, dhulumu unavyotaka, utazunguka Ujerumani, Marekani na Tibet, utarudi kufia hapa hapa. Hizo hela huwezi kupona, ule ni mkono wa Mwenyezi Mungu. Ndio maana wanakufa. Na nilishawahi kuambia, unapomzima 20% kwenye muziki, hapo umemzima au umezima zumuni la Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Wasanii, iwe bongo movie, iwe bongo flavor, sawa, sisi ni mapreacher, ni wahubiri through music, through bongo movie, sawa. Yani mtu unavyoigiza movie au unavyoimba muziki, kuna mahubiri ndani yake. Shanele watu ukiimba nyimbo ya dini, sawa. At the same time sisi ni teachers, ni walimu kupitia muziki. At the same time sisi ni entertainers, ni waburudishaji kupitia movie, kupitia muziki. So Mwenyezi Mungu kapande hicho kitu kwa 20%, kwa Zedi Anto, kwa Lady JD. Wewe una kizima, maana yake pale
Yani pale unapomzima ule DJD au 20% au dudubaya, maana yake pale unazima kusudio la Mwenyezi Mungu. Sababu hata Mwenyezi Mungu mbinguni kuna malaika ambao waga wanaimba ili afurahi. So umeshaelewa vizuri, na ndio akashusha vipaji duniani ili watoto wake wapate burudani. Na ndio maana kila mmoja hawezi kuigiza movie, kila mmoja hawezi kuimba muziki. Sasa nyinyi mnavyokili hizi talent, maana yake mnakili kalama za Mwenyezi Mungu. Kwa ni dhambi mbaya, na ndio maana wa jamaa wanauma muda mrefu, wanateseka na wanakufa kwa mateso kwa mwisho mbaya, sababu ya dhambi ambazo mnazitenda kwenye talent alizozipanda Mwenyezi Mungu. Hapo anko, kwa sababu baada ya kusemekana kwamba Diamond apokee simu, watu wengi wamemtazama kama Diamond ni mbaya, kwa nini amsaidie meneja yake, vitu kama hivyo. Wengine wanasema kama labda ubizi wa kazi. Unahisi pia ubizi wa kazi umesababisha kutokupokea simu? Hapana. Mtu awe dunia sasa hivi, kila siku nasema sio kijiji. Dunia sasa hivi ni kiganja. Ushanaelewa? Hata uwe Marekani unaweza kutuma pesa. Tena kwenye simu tu, kwenye, ushanaelewa? Iwe kwenye Tigo Pesa, kwenye M-Pesa, ushanaelewa? Mtu uko Marekani anakutumia pesa. Kwa hiyo dunia ni kiganja. Kutomsaidia ni makusudi. Kale ni kusudi la. Yes. Sababu hata pale Wasafi kuna watu wangapi pale anaweza akawatuma pelekeni milioni 10 kwa Said Feri, na shindikana hicho kitu. Ushanaelewa? Kwa hivyo vitu vinawezekana na rahisi sana kufanya hilo. Ni mtu tu kwamba hajaamua kukusaidia. Labda kashakuona wewe sasa kuhitaji tena, wewe ni waleo au kesho. Sababu kuongea uwezi, kufanya lolote uwezi. Kwa kashakuona you are nothing. So I don't need you more. Au ndio ile bwana bora hafe tu mambo endelee. Ya ndio hivyo, ndio binadamu tuko hivyo. Ndio binadamu tuko hivyo, lakini mimi naamini ni malipo ya Mwenyezi Mungu, na sio yeye tu Said Fera. Malipo yalianzia kwa Ruga alivyoteseka sana na wengine, mpaka sasa hivi ni yeye, bado hao wengine. Na nyinyi hizo hela zenu mlizodhulumu na mnazoendelea kudhulumu, mtahangaika sana, mwezi kupona. Na ndio maana kupitia Bongo 24 nasema hivi, hospitali zote zimeshindikana. Kama nilisemaga kabisa kwenye Instagram yangu kwamba Ruge huwezi kunyanyuka. Watanzania wanakumbuka hicho kitu. Ruge huwezi, alinyanyuka. Na Said Fera nasema huwezi kunyanyuka. Wewe subiri tu Israeli mtoa roho waje. Mjomba. You bad and bad. Uwezi ukacheza na kipaji changu karibu maisha yangu afu na kuchekea babu. Yaani tulipo sasa hivi hata wasanii sasa hivi wamecharuka. Sasa hivi hakuna msanii mjinga. Sasa hivi wasanii hata iwe wasingeli sasa hivi wameshacharuka. Hakuna msanii mjinga sasa hivi, ni mbwai. Ushanaelewa? Sasa hivi ni na Mbosso kutajwa kwamba ndio mtu ambaye msanii ambaye anamsaidia sana mzee. Ndio linakuja ni kwamba hata wakati Mbosso anatakiwa na Diamond kwenda Wasafi, mtu aliyeweka kigingi Mbosso asiende Wasafi ni yeye. Alikataa. Kwani ukumbuki Diamond aliongea eti? Diamond aliongea. Said Fera alikuwa hataki Mbosso asainiwe Wasafi. Kwa sababu madogo walipokuwa ya Moto Bendi ilitoka milioni 500 wakati wa kampeni. Wakagawiwa milioni 2 wote wanne. Hela zote Said Fera na wenzake wakala. Ndio wakaja kusingizana, nimewajengea nyumba vijijini kule, hakuna hata maji, hakuna umeme, nyumba hivi. Wale watoto wakasusa kwenda kwa hivi, wewe kweli unitoe Temeke kuna taa, kuna umeme, kuna nini? Unipeleke mapolini huko useme kwamba unanijengea nyumba? Yaani mapolini barabara hakuna, maji hakuna, umeme hakuna. Kwenye milioni 500. Na sisi wasanii tuko 4 ya Moto Bendi. Hilo alilifanya, mke wake analijua. Milioni 500 ya Moto Bendi walizunguka kwenye kampeni. Ikatoka. Said Fera alikula na nani hizo hela? Alafu akina Slay akawapa milioni 2. Wewe mke wa Said Fera nakuuliza, wewe unaletewa tu vinono unakaangiza hapo unanenepeana. Unajua kuna watu wangapi mitaani wanalia huko? Milioni 500 ya Moto Bendi waliona hiyo hela. Alafu leo unataka waje wamsaidie mume wako? Mbosso tu ameona tu ulitaka nisisainiwe Wasafi, poa.
Na kuna kipindi Mbosso ile nyumba alimaliziaga wazazi wake wanakaa, unakumbuka ile sakata pia. Yeye akaja alishukuru nani Mbosso? Akumshukuru Said Fela, unakumbuka? Said Fela akamaindi. Sio, mnakumbuka vizuri vitu. Wakati sasa tayari Mbosso yuko Wasafi, kuna boma alikuwa analijenga huko Mbagala huko kwa wazazi wake. Unakumbuka? Akiwa Wasafi akaimalizia wazazi wake ndio akaanza kukaa. Yeye katika shukrani yake hadi kwenye Instagram akumshukuru Said Fela. Mimi sipoteza kikumbukumbu. Akumshukuru yale Said Fela. Said Fela akamaindi. Na yeye kwenye boma udogo hana shukrani, hana nini. Sasa kushukuru vipi wakati alitakiwa Wasafi na Diamond, wewe ukaweka kigingi, Diamond akaforce. Kamalizia nyumba yeye mwenyewe. Alafu unataka kushukuru vipi? Lakini anachokifanya Mbosso ni ile samehe saba mara 70, lakini Aslay hawezi. Nini sasa? Kwa nini Aslay asiweze? Hawezi. Aslay hawezi. Zedianto hawezi. MB Doge. Tajuzi tu Goba nilikuwa na MB Doge ana hasira sana. Ana hasira sana na Said Fela na Babu Tale. Yaani wasanii wana hasira nao sana wa jamaa. Yaani tunakoelekea. Nishai kusema miaka ya nyuma. Tunakoelekea. Tafika hatua watu wataanza kuuana tu. Hakuna mnyonge. Haki ya Mungu mimi nakwambia. Na mimi waga nikiongea kitu kitakuja kutokea. Hii nchi itafikia hatua. Nyinyi mnaojifanya mna control game, mnajifanya wababe. Itafikia hatua unapigika sehemu mpaka unapoteza maisha. Msizani wasanii wamekaa mitaani hivi wanawatazama tu. Wana vitu vingi moyoni mpaka familia zao. Kwa sababu ndugu yake MB Doge anafurahia kuona MB Doge anaonewa vile. Ndugu yake Zaidi Anton anafurahia. Ndugu yake 20% anafurahia. Ndugu yake Lady JD anafurahia. Mamamba 24 wanafurahia kuona hawa wananibania Dudubai. Mamamba 24 wanafurahia. Unajikuta huko Mwanza huko Msomo unapigika babu. Najikuta huko Geita kama unapigika. Walimdhulumu. Hatimiliki zote MB Doge. Zote walimdhulumu. Said Fela na Mutali. Sasa wewe mwanamke unapokea tu vinono. Mume wako anatoka likitambi tu. Unakaanga vinono. Unajua watu wangapi, wasanii wangapi kawaumiza? Ndio maana narudi pale. Usiwe unapokea tu vitu mume wako anakuletea nyumbani. Unajiona umebahatika kupata mwanaume wa maana. Kumbe ni jizi zulumati. Mengine mpaka yanaua albino yanapata hela. Hata mwenzake na Said Fela, sasa hivi siwezi kumtaja hapa. Sasa hivi ukikutana ukiongea yeye anaongea si. Toka amemtoa kafara mke wake ili apate ubunge. Na bado niliwaambia Mwenyezi Mungu anakujaga mwishoni. Tajikuta hata uko bungeni baada ya kuchangia hoja unaanza kukata mayenu bungeni mbele ya spika. Sababu ya mauchawi yenu, washenzi wakubwa mbwa. Shetani wenu anawadanganya. Ashangao na mheshimiwa sibu na nyosha baraba yenu. Okay uncle. Mimi nataka nipate busara yako tufunge mjadala kuhusiana na mkubwa. Mama alikosea wapi kuja front? No, ni mwanamke. Afu namjua vizuri kwa sababu kama nimeshasafiri naye na mke wa Said Fela kama mara 2. Mara ya mwisho nimesafiri naye Datu Kigoma ile miaka 10 ya nini? Ni miaka 10 ingapi? Miaka 10 ya muziki leo. Ni miaka 10 au 13? Ilikuwa 10. 10. Tulisafiri naye kwenye train na nilikuwa yeye kaka hapa mimi hapa Said Fela pale. Tulikuwa tunapiga story. Ni mwanamke smart, ni mkimya. Sio mwanamke mapepe yale ya mjini hayuko hivyo. Na safari nyingine tusafiri Iringa ni wapi. Kwa hiyo yeye nafikiri alitakiwa tu ajitokeze kwenye vyombo vya habari. Aombe Watanzania wachange pesa kwa ajili ya matibabu ya nani? Ya mume wake na si kutoa shtuma. Yes, kwa hiyo kachemka kwenye kutoa shtuma
kwamba mume wangu hata wasanii waliowasaidia wote wamemfungia vyoo bila wewe kujua aliwatenda nini. Kama hapo nilivyozungumza, wasanii wanazungushwa Wasafi Festival, wanalipwa pesa ya kula tu, hawalipi pesa ya show, kisa wanadaiwa nyumba alizopangishwa za kukaa ni deni, furniture za ndani ni deni, gari anayotembea ni deni, video alizoshutiwa ni deni, audio katengeneza skizi sui nani ni deni. Kwa hiyo madeni yote msanii anakuwa anapiga show bure, anagewa pa DM pesa ya kula kwa siku. Sidhani kama mke wa Said Fella analijua hilo. Kwa hiyo namshauri next time, vyombo vya habari vipo, aende kwa vyombo vya habari watangaze namba ya Watanzania wachangie, au aende katika wizara husika kuomba msaada wizarani. Wizara kwa mheshimiwa Fella, yani wizara ya sanaa itoe msaada, ikiwezekana sawa.